Yes. Lakini msamaha ukikosa ndio unapatanga kwa bedroom moja iko vitanda 2 ya kulala. Na si ati kuna watu 3 ndani, kuna watu 2 ndani. Mwingine ameweka kwa kona huko, mwingine ameweka kwa kona huko. Wanaishi ndoa. Hiyo ni ndoa gani sasa? Niwapate tena. Mwende mtoe hiyo kitanda. Wenye walifanya ndoa kitanda ni moja, mtoe vitanda zingine kwa nyumba kwa kimoja. Sababu sisi tunaishi maisha ya upendo ya Kristo ambayo tuliwaahidi hapa mbele kwa altare mbele ya Mungu, tukasema sisi sio mwili 2 tena, sisi ni mwili mmoja. Sisi ni mwili mmoja. Tuishi maisha ya upendo. Unajua kuna familia ambazo ukienda utajua tu hao watu waligombana usiku. Kwa sababu hiyo makasiriko iwanga inakuwa inasongeshwa kwa watu wengine. Kwanza itatokea kwa watoto. Utasikia tu mama anatandika mtoto kofi na umekuja mgeni. Anapiga nduru. Utajua tu hapa hakujakuwa kuzuri. Hiyo hasira inaishia kwa mtoto. Ama saa zingine tu unasikia tu masufuria zinaanguka tu kwa jikoni, pwangalia mara ya kwanza, tena unakaa kidogo unasikia pwangalia mara 3. Yaani hii environment sio ya upendo, hapa mahali kuna shida yaani wazungu wanasema anapelekea wengine ile ambayo iko ndani yake sasa anaitoa kwa njia hizo yes. Hata tukikosana katika familia na mgeni akuje, tunameza hiyo mambo yote, unaweka smile unaweka smile. Mimi napenda wengine wanajua kufanya hiyo. Hata ukifika huwezi kujua mmegombana. Anaweka smile, atakusalimia mzuri, mnakaa vizuri, alafu kitoka tu na mnaenda watu. Wewe sasa ndo na wanaendelea tena kama vile walikuwa. Hiyo sio mbaya, hiyo ni sawa, hiyo ni sawa. Hawaonyeshi nje, lakini wao watajua mambo yao. Unaona hiyo maneno. Kwa hivyo ni uvumilivu na kusameheana, kusameheana. Ndio tukue na furaha. Yes. Unajua wakati mwingine wakati natokea ya kwamba kwa familia pengine mama ndiye analeta pesa, wakati mwingine anapata kiburi alafu anaanza kudharau mzee wa boma. Anasema mimi ndio huwa naleta. Kama sisi tunaishi kwa familia kweli takatifu na kamilifu, madharau hakuna. In fact kama umeleta pesa yako pole kama watoto waoni, upatie mzee pole. Kama watoto waone, alafu watoto waamini ya kwamba mzee ndiye analetanga, hata kama aletiki, kwa sababu wewe ni Mkristo. Au kukua hapa kwa altare na ukasema ya kwamba wale wenye mlikuwa kwa altare, kwa sababu wengine bado mnaishi katika Kamu we stay, wale wenye mlikuwa kwa altare hapa, mlisema hapa kasema sisi tumekuwa nini, mwili moja, sisi wawili tena. Hakuna pesa yako, hakuna pesa yangu, ni pesa yetu. Ingawa mama anasemanga ati yake ni yake, alafu ya mzee ni yao. Lakini atakane ukue hivyo, atakane kuwe yetu. Kwa sababu sisi ni kitu kimoja na familia moja, sisi tunafanya mambo yetu pamoja. Sasa mmoja asikuja akajivuna, akasema mimi ndio sana. Nilikuwa kakida kwa kina mama, tukasema ya kwamba wamama wawatii wazee wao. Kwa sababu kuna wamama wengine wako na mdomo mrefu, anagombanisha mzee mchana na usiku mbele hata ya watoto. Na ajali. Kulikuwa na story nyingine ya mama mmoja ambaye alikuwa anapigwa kila siku anapigwa na mzee yake, alafu akaenda kutafuta ushauri kwao. Wakamwambia leo mzee akikuja tunataka kukupea dawa. Mzee leo akikuja jioni umeze maji, ukunywe maji na usimeze, ikae tu kwa mdomo. Alafu akiongea wewe unyamaze tu na maji, usiteme maji, ukae tu naye tu kwa mdomo. Mzee akaongea. Mama amefungia tu maji kwa mdomo. Siku hii hakupigwa. Fundisho ilikuwa nini? Fundisho ilikuwa nini? Ilikuwa ya kwamba kunyamaza pia ni dawa. Kwa familia wakati mwingine wa mama, kawaida ni kwenu, mnanyamaza wakati mwingine. Na mzee akiongea akikuwa juu, wewe nyamaza tu. Muelewe mwenzako. Kutii ni kuelewa mwenzako. Unajua weakness zake, unajua udhaifu wake. Nyenyekea tu, mtii tu hata kama anafanya yenye unaona sio sawa. Hiyo itakuwa na amani, kutakuwa na amani. Njia moja kuonyesha upendo ni kuwa wanyenyekevu na kutii. Mtume Paulo ametuambia
jinsi inatakiwa tuishi kama familia takatifu na yenye furaha. Na mwenyewe amesema ya kwamba ili kwamba tuweze kukua na familia ambayo ni takatifu na yenye furaha, akasema ya kwamba tukue watu wa moyo wa huruma, wema, unyenyekevu, upole na subira. Tuvumiliane na kusameheana. Lakini mwisho amemaliza na kusema ya kwamba tuongeze upendo ambao ndio kifungo cha ukamilifu. Kwa hivyo upendo ndio utakamilisha vile vyote ambavyo Paulo ametuambia hapo mwanzo. Upendo, ya kwamba sisi wote tumeitwa kuishi upendo katika familia zetu. Ninakumbuka vizuri kabisa somo hili likisomwa katika harusi. Huwa linasomwa katika harusi. Kwa wale ambao wamefanya harusi, bila shaka wamesikia somo hili ambalo liliwahimiza kuishi maisha ya upendo katika familia. Na hiyo ni kusema ya kwamba waweze kuishi kwa kuvumiliana na kupendana na unyenyekevu. Katika familia zetu kunatokea changamoto nyingi. Kama sisi tunatoka katika familia, mnaelewa chenye nasema. Ndio watu wanagombana kwa familia, watu wanapigana kwa familia, mambo yanakuja ya kututenganisha katika familia. Lakini tukiishi maneno ya Mtume Paulo, tutaendelea kuishi pamoja hata kama tuko na changamoto nyingi katika familia zetu. Ndiposa tukaambiwa na Paulo ya kwamba kila mmoja amepewa wajibu wake na jukumu lake na yale ambayo anatakiwa kufanya. Paulo amempa kila mtu ushauri, kwa sababu anajua katika familia kuna baba, katika familia kuna mama, na katika familia pia kuna watoto. Na kila mmoja amepewa yake. Tukaambiwa ya kwamba hawa wake wafanye nini? Wawatii waume zao. Kwa hivyo sisi kina mama tunawatii waume wetu. Hata wazee nanyi mmepewa mashauri tena, na Paulo anasema ya kwamba muwapende wake zenu, muwafanyie mema. Unajua mke wako, unajua yale anapenda, unajua yale yenye hapendi, mfanyie yenye anapenda, mfurahishe aweze kufurahi. Watu wengine tulifanya ndoa hapa, miaka imepita mpaka tumekuwa kawaida, tunaishi tu kama kawaida, hata hakuna chochote. Upendo uliisha. Wakati tulikuwa hapa kwa harusi, tulikuwa tunacheza kabisa, tunatoka huko nyuma tunacheza na maneti, tunakuja pamoja. Upendo ilikuwa juu siku hiyo. Siku ya leo tunaambiwa ya kwamba hiyo upendo ambao tuliweka tukikutana katika ndoa, hiyo upendo ikuwe mpya, ianze kufufuka tena, ianze kukua tena. Kama ilikuwa imetoweka, kwa sababu wakati mwingine inatoweka, alafu tunaishi tu hapo kama marafiki, kama wengine vile walisema huko chini, hata sisi ni marafiki. Ni marafiki, ni mume na mke. Kuna bond ambayo inawakutanisha, inawashikisha pamoja. Lazima tuishi huo upendo na kufanya mambo yote kwa upendo. Na sasa inataka pia uvumilivu. Wakati tumekosana kama mume na mke, tusibebe hiyo kinyongo, tubebe hiyo tena tuweke watu wengine. Sisi ni mwili mmoja. Sisi ni mwili mmoja. Tuishi maisha ya upendo. Tena hata watoto nao pia wamepewa ushauri. Wamesema ya kwamba watoto nao watii wazazi wao. Ni watoto, muko hapa, muwatii wazazi wenu. Ndio, hata ikaendelea katika somo la kwanza pia Yoshua bin Sira akawaongezea. Akasema ya kwamba nyinyi watoto muweze kuwapenda wazazi wenu na kuwafanyia mema katika uzee. Kuna wakati ambapo wazazi wetu wanakuwa wazee, wakati wengine wanapungua. Alafu wakikuwa wazee pia wanakuwa kama watoto. Anakuwa kama mtoto anasumbua. Ukikuwa kama mtu sio mvumilivu utaanza kukasirika. Kama siku ile nilikuwa huko kwa hospitali huko referral huko, nikapata mama mwingine na mzee. Mzee nafikiri alikuwa baba yake. Sasa huyu mama ako anamgombanisha mgonjwa, sasa ni ako na afya. Ajui huyu mgonjwa hako sawa. Unajua ukikuwa ugonjwa unachanganyikiwa. Sasa zingine anasumbua, anang'oa hiyo sindani, anatoa. Sasa amekasirika mpaka hata kama ingekuwa weza angemtandika.
Tena sema na huyu ni nani kwake? Wakasema huyu ni baba yake. Tunawavumilia hawa. Hata kama wamelemewa tunawavumilia na kuwapenda. Hiyo ndio mawaidha ambayo tumepewa watoto, na kila mmoja wetu ni mtoto. Hata mimi nikifika nyumbani ninakuwa mtoto. Hata kama mimi ni mpadri huku na mnaye ninasimama na kuringaringa, nikifika nyumbani nanyenyekea mbele ya mama. Akisema kitu na anakuongelesha kama mzazi, unatii na unaheshimu na unachukua mawaidha. Hiyo ndio sasa maisha ya familia. Ili kila mmoja akitenda yake, sisi wote tunaishi pamoja kwa furaha na upendo na amani. Kwa hivyo hiyo ndio tunaambiwa siku ya leo, ya kwamba tuweze kuishi maisha kama ya Yesu, Maria na Yosefu. Waliishi pamoja kwa upendo, na kila mtu aliweza kufanya majukumu yake. Yosefu alikuwa analeta mahitaji, alikuwa anafanya kazi, alimlea mtoto wake na Maria vizuri. Pia sisi wale ambao ni wazee katika mji, kazi yenu ni kuleta nini? Mahitaji ya familia. Jikakamue, jitume ili uweze kuhakikisha kwamba familia yako inapata mahitaji ya kila siku. Alafu tuwafundishe watoto wetu imani na kazi. Tuwafundishe, kwa sababu wajibu wetu kama wazazi ni kuwalea watoto wetu kikristo. Tusiwaache tu watoto namna hiyo. Wakati mwingine tunawaachia tu namna hiyo, tunasema waache sasa wakae vile wanakaa. Wamekuwa hawa wametushinda. Mtoto muleavyo ndivyo akuavyo. Anza kumfunza mtoto wako mambo ya imani na mambo ya kazi ya dunia akiwa mdogo. Ukiongoja akiwa mkubwa anashindwa, kwa sababu samaki mkunje angali mbichi, akikauka hata ukimkunja na anafunjika. Wasema ambiwa nini? Msiwachokoze watoto wenu. Msikuwe watu wakali sana. Unajua ukali si ndio anafundisha, lakini kusungumuza kwa njia ya busara na hekima. Kumsungumuzia mtoto wako, sio kumgombeza, sio kumuambia maneno na kumtusi. Ni kutafuta njia ya kumuongelesha kwa njia nzuri ya kumrekebisha na kumleta kwa Mungu. Wajibu wetu. Ndio wakati mwingine unaenda hata misa ya familia, mnafanya misa huku, ukizunguka huku nyuma tunabariki, unapata watoto wengine huko na kompyuta na TV, wako kwa TV na misa inaendelea tu next. Unaona sasa huyu mtoto tayari amekuonyesha ya kwamba ametupotoka, hayuko karibu na mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu ni any other business kwa yeye. Unaona, inatakana aweze kumjua Mungu katika maisha. Kwa hivyo tuombe Mwenyezi Mungu siku ya leo ya kwamba aweze kutujalia upendo katika familia zetu, na aweze kutujalia kila mmoja wetu aweze kuwajibika katika majukumu yake. Tumsifu Yesu Kristo.